la mwanao Yesu Kristo, tutajiongea mbele ya meza yako, mfalme uishie milele. Tuko na njaa na kiu la neno lako. Asante Kristo kwa sababu Roho Mtakatifu ako juu yetu. Bwana, kaa nasi wakati huu tunaenda kusikia kutoka kwako. Bwana, nitumie kama chombo ndio niweze kuleta neno lako. Wanaokaa chini Bwana, kuwa pamoja nao kwa utukufu wa jina lako. Tusitoke na ule mlango vile tulivyoingia. Na ni katika jina la mwana Yesu Kristo tumeomba hata tumeamini. Amen, amen. Bwana asifiwe. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Hamjambo? Hata mimi si jambo. Kristo ni mwema ndani ya roho yangu. Nazidi kukaa ndani yake kwa sababu najua kwa Yesu kuna amani, kwa sababu ni salama. Wakati huu ningetaka kushukuru mchungaji wetu na kumwalika officially katika kanisa letu la Karagita, ajisikie akiwa mahali ambapo yeye ndiye member number 1. Karibu ndio tuweze kusikia neno tukiwa pamoja. Leo ni siku ya wanaume na tunawatambua sana. Wanaume, mnajua tunawapenda. Na mnajua tena hamungekaa bila sisi. Si mliogopa. Na ndio Mungu akaona huyu mtu ako na huzuni sana, na akaenda akamtolea, sisi tukatolewa kwenu. Na tunawaheshimu sana kwa vile mnatupenda. Kwa hivyo juu leo ni siku yenu, tunataka kusema Happy Father's Day. Tunawapenda sana na tunawajali kwa sababu tunajua a father is someone you look up to no matter how tall you grow. Wanarika, mnaona mmekuwa warefu? Mna shida baba zetu? Hapana. Tunashukuru sana kwa sababu sisi zote hata wamama tuko chini yenu, na tunashukuru vile mnavyotushikilia. Kwa hivyo tunatambua kuwa pamoja nanyi. Neno letu la siku ya leo, lile neno ambalo lilituongoza tulilipata katika kitabu cha Mwanzo 22 hapo 7 na mstari wa 7 na wa 8, ambapo ilisema hivi. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, baba yangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama moto upo na kuni zipo, lakini yako wapi mwana kondoo wa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Bwana asifiwe. Kichwa cha ujumbe wetu wa siku ya leo inasema hivi: your vision determines your provision. Your vision determines your provision. Kwa sababu wakati nilikuwa ninawaza kuhusu hili neno, nilikuwa ninajiuliza, ndio Abraham alikuwa amekaa sana bila kupata mtoto, na wakati yeye alikaa anaambiwa tena mwenye amepata tena amtoe sadaka. Sasa hapa Mungu alikuwa anataka kupima uvumilivu wake na unyenyekevu wake. Lakini kwa yote, si Mungu Abrahamu aliweza kupita ule mtihani? Alipita kwa nini? Kwa sababu yeye alikubali vile alivyoambiwa na Mungu wake, ati abebe mtoto wake. Unaona, kama ni siku hizi nimeita kama sasa John wangu, ati twende tukatoe sadaka. Kila mtu achukue mtoto wake wa kwanza, na ni wa kiume,
ati sasa ninaenda, Mungu amesema niende nitoe sadaka. Unajiuliza, na kweli ndio nimeambiwa ni huyu mtoto ndiye ninatoa sadaka, na nikitoa huyu sina kitu kingine. Hiyo si inamaanisha alikuwa amenyenyekea sana? Kwa hivyo ndani yetu tunastahili tuwe na kutii. Hili jambo linataka kutuongelesha mambo na kutii. Siku hizi tumekuwa watu ambao hawatii Mungu, hawatii hata ile sauti ya Mungu. Vile anavyokuambia, unataka ujue mbele kabla hujafanya kile ambacho umeambiwa ufanye. Atene gothie no riri kuria mbere ri niki ndirenderwo haha ri turerwa atiriri tukamba guthie indi urathie utwarane na Mwathani, na bona watwarana na Mwathani nieguthie na kuonie mburi iyo ihinga-ini iyo urendwo urutire Ngai. Niegukuonia tondu we niwe heanaga, no twathie njira-ini tukigiaga na nganja. Sasa tuanze kusema, na masiku imeenda sana. Sasa tumefika 2000. Hiyo ni miaka ngapi? Na Yesu bado hajarudi. Tukiwa na hizo tashwishwi, hakika hatutarithi ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ni vyema wakati unaenda unajiuliza we mwenyewe, kwa nini mimi nijaribiwe na hili? Wakati unajaribiwa ndio Mungu aone nguvu zako. The purpose of testing is to strengthen our character and deepen our commitment. Huanga tunajaribiwa ndio tuonekane sisi kama wale ambao tunasema tunaamini Mungu. Ni nini hii huwa tunagoja? Tunagoja hakika uzima wa milele. Na tukigojea uzima wa milele, mnataka kusema ati tutaenda hii njia vizuri, hakuna obstacles, ati hakuna kitu itatukinga huku njiani? Hapana, lazima tusimame imara, kwa sababu majaribu ni mengi, lakini hata yakija tukisimama na Mungu hatutashindwa, kwa sababu Abrahamu kama hangeangalia mbele angeshindwa, na hakika Mungu hangekuwa akitumia mfano wa Abrahamu. Lakini siku hizi tunajifundisha kuvumilia na kuongezwa nguvu kama vile Abrahamu baba wetu wa imani alivyovumilia na akaongezewa nguvu na hakika akashinda. Kwa hivyo ningehimiza sisi wanakaragita tuongezwe nguvu na tustahimili kwa kila jambo, kwa sababu Mungu ako pamoja nasi. Juu tukiangalia ile ndoto yetu pale, wale ambao hawataangalia na njia ya kiungu na kiroho, na kuambia hawatafika, kwa sababu tutaona kila siku, kila Sunday chairman wetu amekuja. Lakini wacheni tusione chairman, lakini tuone kuingia nini? Nchi ya ahadi. Kwa sababu hapa njiani kuna mambo mengi ambayo yatakuja, lakini tukiamini Mungu hakika tutampata mwana kondoo wetu amewekwa mahali pazuri, na tutakuwa wa kumchukua na kuona hakika hatutatoa watoto wetu. Ndio unatoa fedha zako, lakini baada ya mwisho ya maneno yote tutabirithi ufalme wa mbinguni, kwa sababu hata watoto wetu watakapokuwa wanafurahia kuingia katika ile cathedral, wewe hata kama utakuwa uhai ama umekufa, jina la Bwana litatukuzwa kwa sababu yako. Ulisimama katika lile pengo na Mungu akajionyesha na akajihidhirisha. Karagita itakuwa inasema hakika tulikuwa na kanisa, ilikuwa ndogo, lakini walijiamini na wakaingia wapi? Katika mahali ambapo walikuwa wanaenda. Kama vile Abrahamu alipata kondoo, alitoka nyumbani, mwanae anamuuliza, kuni ndio hizi, moto ndio huu umewaka, wapi kondoo? Lakini inasema waliendelea kupelekana. Kwa hivyo hata sisi tupelekane na nani? Na Yesu. Nituthiei tu tutikanoge, tuduona twanogari no gũgũkĩruta wĩra. Sisi ndio tuko siku hii ya leo. Kwa hivyo tusichoke. Wakati nilikuwa nataka
kufafanua mambo ya vision. Vision hiyo ni Kiingereza, lakini kwa Kiswahili inasema maono. Maono yako. Maono yako katika hiki kitabu chetu cha Isaia, maono yako ndio itakupeleka mahali wewe unataka. Kwa sababu mtu mwenye hana maono hawezi enda mahali. Nikikaa hivi na sina penye. Sasa si nilitoka kwetu huko Kijabi. Hapo hospitali ya Kijabi kwangu ndio ninaishi hapo chini. Kama sikuwa na maono ya kukuja hapa, ningeweza kukuja. Lakini nilikuwa na maono, nataka kuenda kuabudu Mungu. Maono ndio vision. Na vision yako ni kusudi lako la maisha. Wewe huwa unataka kuwa nini? Unaona nini katika vision yako wakati umefunga macho? Ni nini huwa unaona mbele yako, nyuma, kando na kando? Wana brigade, huwa tunaona nini? Ndio sisa hii sasa tuko pale kwa middle age. Pale hivi ndio tumefika, tumetoka pale kwa church school, tuko hapa kwa adolescent. Sasa tukiwa hapa tunaona maono yetu ikiwa aje katika njia ya kiungu. Tutafika youth, tunajiona kwa youth, na tunajiona pale juu kabisa, tutoke youth tuwe wazazi. Hiyo ndio maono. Lazima kila mmoja wetu awe na maono. Kama ni young mothers, mnajiona mkiwa sasa mmetoka young mothers, sasa nyinyi ndio mnafanya counseling katika maono yenu. Kwa sababu tukikaa bila maono, tutakaa tu hivi na hatutakuwa na mbegu ya kesho. Kama sisi ni wamama. Sisi wamama ambao tumekomaa, tunajiona tutapea hao wengine wamama wale wadogo, tutawapea akili. Kwa sababu mhubiri anasema ati na nyinyi sisi ambao ni wazee tutie wengine akili. Sisi tutatia hao watoto wetu akili. Bwana asifiwe. Kila mtu ajichunguze, kwa sababu katika ile stage wewe uko, kuna kile ambacho unastahili uwe na maono ya kupea huyo mwenye ako nyuma yako. Kwa sababu wana brigade wako na church school. Si church school inaangalia brigade, nayo brigade inaangalia wanarika. Wanarika wanaangalia hawa wengine wako middle age pale. Nao wenye sasa akinaguka vile. Asante sana kwa kutupea wanarika wetu neno la hekima. Si kanisa letu tumejaa sasa kila kitu, kwa sababu hili ni kanisa la maono. Kwa hivyo maono yetu haiko tu ati sasa wewe ndio uko kwako umetosheka, hauangalii nyumba yake Bwana. Lazima uwe ukiangalia, nikiwa hapa ninafanya nini? Nikiwa pale, life inaenda na stages. Na kwa kila stage usiharibu. Lazima kila mahali ambapo umesimama uwe mwelekeo na uelekeze vizuri. Kwa hivyo maono yako ndio itakulinganisha na vile wewe unataka kuwa. Tondu wona twage ikarate nie ngo ikarata mo church school ule. Mo church school ucio gucoka akofia u. Na ithe nie tini nyuma haria niguo andore. Riu ri ni mwe mutungatiri na gikarata ithuĩ. Tondu riu ake gikarata ithuĩ na ithuĩ tukurora ki? Tondu mũrĩithi no mũhaka arore ng'ondu. Nacio ng'ondu ciroraga mũrĩithi. Tondu ũngĩaga gũkĩrora mũrĩithi rĩ, na ithe tikũra ikũra. So lazima tuwe na maono, na ndio vision kwa wanarika. Vision yetu iwe tuwe tunajua vision yetu ni nini. Na hapa kwa vision ndio tutapata provision. Provision ni ufadhili ama chenye kitakukarisha njiani. Nini itakukarisha njiani? Wakati unapata ile provision wewe ulikuwa unataka. Ndio uko na maono, ndio. Hiyo maono yako inakupeleka wapi? Ni nini itakupeleka kwa maono yako? Kwa ile provision. Ukiwa njiani unahitaji chakula, unahitaji maji, na hata unahitaji mavazi.
kwa sababu kuna wakati wa baridi, kuna wakati wa jua, na kwa hii hali zote lazima tuwe na neno la Mungu. Kama Wakristo tunastahili tuwe na neno la Mungu, kwa sababu vision yako ndio itakuletea provision. Na hapa kwa provision penye sasa utakaa, hapa ndio inastahili unaangalia kabisa, ni nini hili ninalifanya ndio niwe na kesho yangu. Kila mmoja wetu hapa anaamuka mapema na ndio aweze kuenda kazi. Huwezi kaa nyumbani kama wewe sio mgonjwa. Lazima uende kazi, kwa sababu unahitaji kukula na kukaa vizuri. Juu ni vyema kukaa hata vizuri. Unakula chakula sio ya shida, lakini ni ya jasho lako. Na hapa ndio Isaia aliona kazi ambayo ilikuwa imefanywa miaka mingi inaendelea kuwa ya bure, na akalilia Bwana. Wakati aliomba Bwana, akamuuliza ampe ruhusa, kwa sababu sasa watu walikuwa wamekuwa wakatili, kama vile tumesomewa katika Isaia. Watu wakawa wakatili na hata hawasikii. Hapa verse 19 inasema, haya jooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu sijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Bwana asifiwe. Haha niho munabii Isaia aroiga atiriri, ni undu wa vision ilionete na nionaga ni guthukio ri provision yageri, akoiga atiriri, ona ngikorwo mehia maitu matunite ta miri ya gakarakuri ukaitwaranirie. Aroiga twaranirie niki? Ni undu nitutwikite andu agwika maundu uria tukwenda, na Roho wa Ngai nake ndarenda tuikari uguo. Koguo ni ihinda riaku na riakwa tucenjie, tondu maundu maria mekuo gutingĩikara uguo. Na nikio munabii Isaia arakarire na akiuga atiriri, haha ri maundu ma matirathie wega. Munabii Isaia ararakara tondu uhoro wa Ngai ni urahuthio, uhoro wa Ngai ni uraikara oro uguo, na andu a Ngai mekuo. Ni ihinda ritu tukire, na nigetha twigwatire kiria twagiriire na kiria kiagiriire thiini wa nyumba ya Ngai. Tondu ihinda riri ni ria mundu wothe umenyanite na Ngai arahuke. Nikio rakora nginya ciana citu, hawa watoto wetu kama wenye walichoma utumishi, hawa watoto, ripoti imetoka, inasemekana wale ambao walichoma wengine ni hao ambao wamejiunga na kikundi ya LGBTQ. Bwana asifiwe. Wamejiunga na maovu kama haya tukiwa wapi? Hui provision yetu itakuwa nini? Tutapeleka nini nyumbani mwa Baba? Kwa sababu sasa kama watoto watachoma mtoto anachoma mtoto mwingine, si sasa tumekuwa kama Sodomu na Gomora? Sababu ule uovu ndio ulifanya wale ambao walikataa, walienda wakaamushana kwa domu, waliamushana. Vile waliamushana, wale ambao walikuwa wamekataa kuingia katika kile kikundi hawakuamushwa, na ndio unaona waliamuka wakiwa wa mwisho, juu hawajui kaa kuna maovu. Na katika ule uovu ndio watoto kuliweza kupatikana maafa, na haya maafa yalipatikana kwa sababu lazima Mungu alete kitu ambacho kitafanya tuamke. Na sisi kama Wakristo ni wakati wetu, kama vile Isaia alisema, hata kama dhambi zetu zimekuwa nyekundu, atakuja na ataziosha na zitakuwa mpya kama theluji. Ni wakati wetu tuamuke, kila mmoja na mwingine, ndio tuweze kuomba Mungu naye aweze kutusamehe. Hapa mstari wa 9 inasema, kama Bwana wa majeshi asingalituachia mabaki machache sana, tungalikuwa kama Sodoma, tungalifanana
na Gomora. Bwana asifiwe. Sisi ndio mabaki ya siku ya leo, kwa sababu wakati Sodoma na Gomora waliasi Mungu, Mungu ndiyo alifanya nabii Isaia aje na alete ujumbe. Nasi kama kanisa siku ya leo naleta ujumbe, tuweze kusimama, tuweze kuamuka, kwa sababu bado sisi tuko, tusiangalie hizo dhehebu zingine, lakini sisi tujione tuko, kwa sababu hatujafika mahali ambapo tulikuwa tunaenda. Ni kana kwamba tulikuwa tumelala tunatosheka, lakini Mungu anataka tuamke, tusijidharau, tusijione duni, lakini tuone sisi ni washindi zaidi ya washindi wote, na sisi tuko na nguvu kulingana na pale ambapo tunaenda. Tuko na nguvu na mamlaka ya kukanyanga nzige zote, kwa sababu Mungu ametupea nguvu katika mikononi mwetu. Kwa hivyo ni vyema kila wakati tuwe tunajua katika shida zote tutazitoka namna gani. Katika kuangalia kwangu kufanya Bible study, nilikuwa ninaona tunastahili tujue your attitude mold who you are. What is attitude? Nia. Uria wewe eciragia niguo gutuaga uguo tukuonaga. Uria wewe eciragia meciria-ini ucio niguo ndu uria ri weciria ri, tondu kindu kingorona ngakionekaga, no ndu uria wekona ithe tiguo tuonaga. Koguo ndu ucio weciragia niguo tukuonaga, na hindi iria twakuona weciria uhoro wa Ngai wega, nikio turona nyumba ya Ngai ina riri ni undu ina mundu ucio wonaga nyumba ino ya Ngai ni irenda kuhoerwo, nyumba ino ya Ngai ni irenda giti, nyumba ino ya Ngai ndirenda guthinikanio. Koguo ri ni ithwe aroereria kigongona, o mundu haria ri ni muroereri wa kigongona, na mundu ndakae kwĩira, tondu we niwe matigari ma muthenya wa umuthi, na niwe matigari ma kiugo kia Ngai, na nikio tuguthii haraya tondu Ngai hamwe na ithuĩ. Mwathani agocwo. Ndinoka kumuguoyohia, no ndoka kumwira atiriri ati ni tugutoria tondu na Yesu ni atoririe. Sisi ni zaidi ya washindi, kwa sababu mambo ambayo tunayapata siku hizi ni kana kwamba yani tumekaa mahali unaangalia tu video, lakini hauchukui hatua. Lakini siku ya leo nataka tuchukue hatua kupitia hili somo, ati tujue siku ya leo ni siku ya mwamko mpya. Tuamuke tena, kwa sababu nia yetu ni ya kurithi ufalme wa mbinguni. Hapa inasema the best outcome of our problem is the positive altering of your attitude. The best outcome of our problem, mambo ambayo tunapata, shida zetu, zile changamoto ambazo tunazipata katika njia ya wokovu, vile tunavyoweza kujitoa mahali pale ni kutokana na nia yetu. Tulikuwa tunataka kutoka. Unajua kama hutaki kutoka huwezi tolewa. Kama mtoto hataki kusoma anaweza pelekwa shule, atakaa tu nyumbani. Lakini kama anataka atolewe ujinga ndani yake, anaenda na anasikia masomo pale shuleni. Of late hao watoto wetu sijui ni nini imewashika, wamekuwa wakisikia moto hapa na wamesikia maafa wanachoma ingine, wanagoma, wanafanya nini. Lakini hiyo sio vile Mungu anavyotaka. Sisi kama wazazi hatuwapeleki mahali pale juu hatuwapendi, tunawapenda sana na tunataka ujinga utoke ndani yenu. Kwa hivyo kama hamutaki, nia yenu sio njema na wazazi, hakuna mahali mtaona ati tunawapeleka mahali pale mtolewe ujinga. Lakini mkiwa na nia nzuri, mahali pale mkienda mtatolewa kile ambacho sio kizuri na muweke kile ambacho ni ile ambacho ni njema. Hata sisi kama kanisa huanga tunakuja mahali hapa ndio tuongezee imani, tuongeze moto wa Roho Mtakatifu. Kila wakati unapoingia na ule mlango,
njoo ukijua hakika naenda kuongea na Baba yangu. Naenda mahali pale ndio nijazwe upya, niongezewe nguvu kila wakati. Usione ati unatupa masaa, lakini tunakuja hapa na nia moja, nia ya kuongezewa nguvu, nia ya kuongezewa imani ndani yetu, kwa sababu bila imani hatuwezi rithi ufalme wa mbinguni. Juu tutarithi kwa njia ya imani, tutarithi ufalme wa mbinguni kwa njia ya imani. Unajua hakuna mwenye ashaenda mbinguni akarudi akasema ati hapo niliona hii, hapa niliona hii. Lakini huwa tunaamini Mungu hakika tutarithi nini? Ufalme wake, kwa sababu huu ufalme ni wa wale ambao wanaomwamini, na lazima tuamini ndio tuweze kurithi. Na tukirithi hakika tutapata ile provision ambayo huwa tunagharimia kila siku. Kila siku unaamuka mapema, siku ya Sunday ungepumzika, ungeenda matembezi, lakini imekugharimu hiyo kujitolea kwako ndio uje mahali hapa, uje usikie neno, usifu Mungu na umshukuru, kwa sababu yeye ni mwema kila wakati. Kwa hivyo siku ya leo tuweze kutii Mungu na tuweze kunyenyekea, kwa sababu hapa inasema ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mizigo ya waovu, wazazi watenda mabaya. Wazazi watenda mabaya wao, wanaoharibu, wamemwacha Bwana, wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli. Ole wao wanaomwacha Bwana. Kwa hivyo ni sisi tunaongeleshwa. Ole kwa yule ambaye anayemwacha Mungu. Ole kwa yule anayeenda kwa ile mambo ambao ni mapotovu, kwa sababu wewe Mungu analilia roho yako, analilia vile unavyokaa kama hujui na unajua, na hakika anajua unajua. Nia yako na iwe njema ndio tuweze kurithi ufalme wa mbinguni. Na hapa inamalizia inasema, if you believe the promises of God are for you, then you won't be intimidated by your problem. Bwana asifiwe. If you believe the promises of God are for you, tutaamini ahadi za Bwana ni zako, ati hakika tutarithi ufalme wa mbinguni. Wewe unaamini ufalme wa mbinguni ni wako? Kama unaamini, hata shida ambazo unazozipata njiani, hizo zote zitakuja kurudi nyuma. Katika uchumi wa siku hizi, ndiyo mambo yamekuwa vile, lakini Mungu anasema nini? Nia yetu ni nini? Ni kupata kile ambacho nimetoka kwangu niende nikakipate. Nimetoka na nia nzuri, kwa sababu ukitoka na nia ukisema mimi sitapata, unajua hakika hautapata. Sisi tumechukua hizo bahasha zetu za white. Si kila mtu kuna kile ambacho ameambia Mungu. Amesema nimechukua hii bahasha na nia gani? Umechukua bahasha lile ukiwa na nia gani? Nimelichukua nikiwa na nia ya kuleta kitu katika nini? Nyumba yake Bwana. Na kwa hivyo kwa kila njia, kama wewe utaamini, hakika utaleta. Nimechukua na nitaleta, utapata katika jina la Yesu. Lakini kama utatoka hapa kama uko tu hujajua kama utapata, nakwambia hutapata, kwa sababu nia yako yenye umechukua nayo ndio itakuongoza na ndio itaenda pamoja na wewe. Kwa hivyo ni vyema uwe unaamini hakika the promises of God are for me. Kile ambacho ananiahidia ni changu. Juu ukisema ni yule mwingine, wewe sasa hapo ndio utaingia kwa shida. Ati mimi siwezi omba kama huyu, mimi siwezi ongoza hii kikundi. Utaongoza ukiwa na nia nzuri, na kanisa yetu hakika itang'aa, kwa sababu wote tukiwa viongozi na tuko na nia moja, si tutafika.
Kwa hivyo ni vyema vile tuliingia na ule mlango tukiwa na nia moja ya kupokea kutoka kwa Kristo na kusema hakika siku yangu ni hii, na hakuna kitu, hata jambo liwe liko ngumu namna gani, litanizuia kupata provision yangu. Kile ambacho mimi nimeahidiwa nitakipata katika jina la Yesu. Tena inasema God who is your father has all power in heaven and in earth. Bwana sifiwe. Mungu ambaye ako na nguvu, ako na kila kitu. Mbinguni na dunia zote ni zake. Na kama dunia na mbinguni na dunia ni za Mungu, na sisi, hata sisi wenye tuko ndani, si hata sisi ni mali yake, ni nini ingine tutakosa? Mtoto anaweza enda kwa baba akose kumkate, na kama hatuwezi kosa mkate, kwa nini tunajisumbua? Bwana ako pamoja nasi kwa sababu anataka kutuonyesha, atatuinua from this glory to another. Na mwenye hata tii na hata amini, yeye ndio ako kwa shida. Lakini mwenye ataamini, yeye ashikane na Yesu mkono, ashikane na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye huwa anatuelekeza. Hakika tutashinda. Hakuna jambo litakuwa ngumu kwetu. Bwana sifiwe. Kwa sababu vile ahadi za Bwana ametuahidia, hakuna vile zinaweza kuwa ngumu kutupea kile ambacho ametuahidia. Haweza akasema kuna ufalme wa mbinguni, kuna uhai, kuna yale mambo yote tunaweza taja, yote yako. Na hakika tukiamini tutarithi ufalme wa mbinguni. Na tukirudia Bwana, hata kama dhambi zetu ziko namna gani, hakuna vile Bwana hata tusikia, kwa sababu yeye ni mwema, yeye ni mwaminifu, na hakika hata tuacha. Inaendelea inasema, your desire of your heart divine your destiny. Bwana sifiwe. Pale ambapo wewe unaenda, kile ambacho unatamani, ni nini huwa ninatamani? Leo nikisikia nitakula hii, si ndio huwa ninaenda ninapika? Na kwa nini hatuamini Mungu? Hakika atatujazia, gara zetu hazitakosa, atajaza. Magara yetu itajazwa na itamwagika. Atakuja ajaze, atingize na imwagike kama tutaamini. Bwana sifiwe. Kwa hivyo tusiwe na shaka ya kuona ni kama Mungu amekaa, ni kama hatakuja, ni kama hatajibu. Atatujibu kwa wazi, na kila mtu ataona hakika tumejibiwa, kwa sababu yeye Mungu sio mdeni wa mtu. Lile ambalo amesema lazima alifuate, ndio alitende. Hapa nilikuwa ninaona ukifuata njia, si lazima ufuate njia ndio ikupeleke mahali. Yangu nilikuwa ninasema, if you are going nowhere, any roads can take you there. Kama ninaenda na sijui ninaenda wapi, si barabara yoyote tu inaweza nipeleka. Kama sijui ninaenda wapi, nimeanza mwendo na ninaenda. Hata nipite wapi, ama nipite kwa miba, si bora niko na viatu, si nitapita. Any road can lead me there. Lakini kama unajua mahali unapoenda, but what roads take you to your divine destiny? Ni nini huwa inakupeleka kwa ile barabara ambapo wewe ulisema mimi lazima nimalize hii, mimi lazima nifanye hii? Lazima uchague. Na hata kwa njia ya wokovu ni lazima sisi wenyewe tujijue ni nini nitafanya ndio niweze kujua njia ambayo nastahili kupita. Unastahili kupita njia gani? Kama wewe ni Mkristo, ni njia gani itakuelekeza kwa Mungu? Sio barabara zote. Barabara ya chuki haitakupeleka, barabara ya madharau haitakupeleka, kiburi hakitatufikisha katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo lazima tuangalie sana ile barabara ambayo tunayoipita, na barabara ambayo
tunayo ifuata. Juu hata barabara za huku duniani si kuna keep right na keep left. Ukichanganya si kuna kuanga na accident. Kwa hivyo hata katika njia ya wokovu lazima tujiangalie sana. Tusiwe watu wa kupita njia ambazo hazina mwelekeo, njia ambazo hazina manufaa. Ni vyema tujue zile njia ambazo tunazipita, na ndio tuwe watu wa kurithi ufalme wa mbinguni. Ni vizuri vile huwa tunajitolea katika kazi yake Bwana, kwa sababu inampendeza sana. Kutoa sio lazima ati uje hapa wakati ati hauna pesa unakaa nyumbani. Hata wakati unakuja una praise, una worship, unasema wewe Mungu ni mwema, wewe ni mwaminifu, tunakushukuru. Ukishukuru huyu Mungu, hizo shukrani zako, unajua hata kama yeye ndio ni mwana wa Mungu, lakini hawezi akajisifu. Ameshika kila nguvu zote, lakini sisi ndio tumeumbwa ndio tusifu Bwana. Kwa hivyo ni vyema vile ambavyo unakuja hapa unatii, unakaa chini, unaomba Mungu, unashukuru Mungu. Hiyo ni dhabihu kweli. Hakika Mungu anasikia maombi yako, na hakika unajitolea kile ambacho kinafurahisha Mungu. Na usijione wewe ni duni. Ithuothe nitwagereire maitho-ini ma Ngai, tondu arauga twi muhiano wake. Gutire mwega kana mũũru maitho-ini ma Mwathani. Atuonaga ithuothe twi ciana ciake, na kama yeye ndiye baba yetu, nini tutaomba tuwe wa kukosa? Tujipe nguvu, kwa sababu sisi ndio mabaki ya siku ya leo, na tunastahili kufurahia katika wokovu. Tufurahie katika wema wake Bwana, kwa sababu mahali ambapo tunataka kufika ni mahali ambapo ametutayarishia. Na nasema isingalikuwa ni hivyo, angekuja na atuambie hakuna mahali tunaenda, lakini kuna mahali juu hajakuja. Kuna pahali ambapo pametengenezwa juu yangu na wewe, kama tutazidi kukaa ndani yake Mungu. Kwa sababu wakati Isaia alikuwa analilia wana wa Israeli, alikuwa anaona yale maovu yanatendeka mahali pale. Mungu, sasa imefika wakati wewe mwenyewe ujichagulie wale ambao ni mabaki yako. Sisi tusimame katika agano za Bwana. Sisi ndio mabaki ya siku ya leo, na kama sisi ndio mabaki, tunasema nchi yetu itakuwa na amani, nchi yetu itakuwa na chakula, na hata mvua ambayo haijanyesha itanyesha kwa utukufu wa jina la Yesu, kwa sababu yeye ni mwema na ni mwaminifu. Huanga nafuata yale ambayo tunayomuomba ndio ayatimize. Kwa hivyo tukiamini sisi wote atatutimizia, hakika tutarithi ufalme wa mbinguni, tutakula mema ya nchi. Hata tukiwa hapa duniani ni vyema tukule mema ya hapa. Tusiwe watu wa kusumbuka, tusisumbuliwe na magonjwa, tusisumbuliwe na maradhi, na hata roho ya ukosefu wa kila kitu na udhaifu, zote tuzikatae katika jina la Yesu, kwa sababu tunajua mahali ambapo tunaenda ni mahali pazuri, na sisi ni wana wa Mungu. Tukitii, hakika tutaona Mungu akiwa wa upande wetu. Bwana atubariki, na tuendelee kusoma hilo neno, kwa sababu ni neno liko na nguvu mingi, na ni neno ambalo linastahili kukaa ndani yetu tukilitafakari, kwa sababu linatuongeza nguvu kila saa, kila dakika, kwa sababu Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Asanteni.